My name is Susan Kamau, working as a program implementer at CHPF, that is Community Health Promotion Fund. We work in the community around here. Our catchment area is in Bomani, Junju, Mirimamine, Budoi, and Chidongo, where we have health information points, and we always take health information to those points, gathering the community so that they can get the preventive and promotive health informations. During those activities, we have one of the activities that brought us today here, that is intergenerational conversation on aspects around sexual relationships, or where we are talking about a reproductive health issue, teenage pregnancy. In Kilifi County, we are not doing so well with teenage pregnancy, so preference is really not very high, and that's why we have taken it up in one of the sexual reproductive health issues to talk about the teen pregnancy. In our catchment area, we have girls who are pregnant and do not go back to school. They get married early, or they are pushed to get married because they have gotten pregnant, and that one makes the community not thrive like it should be. So we have done this in different health information points. That's the HIP, and so today we have come here to get a feedback from the community and way forward. Fortunately, we have our chief, sub-chief with us, the village elders, and the balozis. They are with us. So we are trying to articulate how best we can move forward on this issue, because we just want all our girls and boys to concentrate in their school, in their education, so that we can have a very nice community perception and attitudes, and also have a thriving community, because without education, I think the community may stall on some areas or aspects of life. So today we are trying to articulate what is the main reason why these girls are getting pregnant. What pushes these boys to get the girls pregnant? What are the challenges that these girls are going through? What are the challenges that these boys are going through? How is the parent coming in, or the guardian coming in to help in this conversation? So we have in fact been able to talk into deeper meaning, so that we can be able to articulate how best we can move forward. And with the help of the sub-chief, who stand in for the government, I think we shall be able to make a very good resolution and a way forward that will make some changes in the future. We have seen the numbers coming down after we have started sensitizing on this issue, and we are hoping to get better. What is your takeaway to the parents? I think as parents, we really have a big role to play in our children's growth. With the new era of technology and a lot of information, these young people are getting a lot of information before even their age. So we need to be up to the game. Get informed yourself first, so that can be able to counsel your young girl or boy. The second thing, try to provide for these young girls and boys. Because having mentioned the issue of technology, will you at any point embrace technology in conveying the message to the community or the society? Yes, technology is a very good thing. It's one of the ways that we can use to convey the message and to pass the message through to the young people. On the other hand, there is a way the young people are using it on a negative side, where they are getting so much informed with no control, and that's why parents will come in. We have to know what these young people know through technology, so that we can be able to give them the right information, because in the technology they are getting all the information, good or bad. So trying to make them know what to pick and what to drop. Finally, I would like to appreciate our partners, external and internal, who are supporting us to bring this message to the community, who
who are really supporting us to make this thing happen, so that we can be able to have a morally upright community with the young people who are so powerful to make changes in this community. Thank you so much, our partners. You are really doing it. You are really doing a very good job, and we are really using that help and fund to be able to make the changes. We are hoping to reduce or to completely eradicate teen pregnancy in Bomani catchment area. Thank you. Mimi ni Balozi kule Timboni. Kwanza nataka nishukuru hili shirika la North Coast na mafundisho yale ambayo tulianza kuyapata. Ila kabla tuyapate, siku za nyuma tulipokuwa sisi bado tunaanza kuenukia, mambo yetu yalikuwa ni tofauti na kama haya leo siku hizi za leo. Kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunakaa pamoja na wazazi na tukielekezwa jinsi tutakavyoishi katika maisha yetu tukiwa ni wadogo. Tunaanza kuenukia na kwenda kanisani kupata mafundisho kanisani, na tukazingatia sana maneno ya kanisa. Hakukuwa na mambo mengi sana unasikia ya kama haya ambayo yanaendelea leo. Mara unasikia kuna uraibu fulani, hakuna hii. Na hata ukiletewa ripoti na mzazi mwenzako, yabidi ukae na yeye, maana mtoto alikuwa ni wa kila mmoja. Mtoto akionekana anaenda makosa, mzazi anakuja kufuatwa pale na wazazi wenzake, anaambia mtoto wako tumemuona mahali fulani, alafu anakaa wanarekebisha yule mtoto. Lakini kulingana na hivi sasa watu wanavyoishi, ukimwona mtoto wa mwenzako yuenda vibaya, ukijaribu kwenda mwambia mzazi mwenzako, yukwambia kwani mimi nimekutuma uniangalilie mtoto wangu? Mimi mwenyewe nimeshindwa kumrekebisha mtoto wangu? Alafu wengine watoto wamekuwa wanapewa uhuru mwingi, hawaulizwi hata kitoka akienda kama ni huko kwenye minada, akipata kununua kitu na wewe hajapatiwa hata pesa na mzazi yuko tayari kupokea kile kitu na hataki kujua mtoto wake hiyo kitu ameipata namna gani, amenunuliwa na nani. Hata anaweza kumwambia hii nguo yako, hii dera lako ni nzuri, basi ukipata pesa ninunulie na mimi. Lakini hajui hiyo pesa imetoka wapi, inapatikana namna gani. Mimi hawa wazazi nikiketi nao nawaambia, jamani, kulingana na hiki kizazi chetu tulicho nacho, ni kizazi ambacho kimepotoka. Hata ndani ya Biblia kinaandikana hivyo. Inabidi sasa tujaribu kufanya bidii, tuketi na watoto wetu, tuwafundishe njia ambayo itaweza kuwasaidia, ili hata sisi kesho nasi tuweze kupata faida juu ya hichi kizazi ambacho chaanza kuenuka. Kwa majina, mimi naitwa Christine Safari, ni mama wa watoto 8. Zaidi niko hapa nikiwa mimi ni mzazi. Kupitia changamoto tunazoziona kwa watoto wetu wa kisichana, hakika ni nyingi, na sisi kama wazazi kuna mahali lose chance ya sisi kama wazazi. Kwa maana mtoto wako ni umjue masaa anayoingia ndani, umjue masaa anayotokea. Lakini wazazi wengi tumejiachia, hatutaki kujua watoto wetu masaa wanapoingia na masaa wanapoenda. Vitu vinakuja kwa nyumba, na pale kwa nyumba hata vitu vingi yani wewe hutajua. Watoto wako na siri. Sasa pale serikali ni mbili, ya mzazi na bwanake. Watoto nao kwanza wakiwa wasichana 2 3, pale kuna kampeni mbili. Lakini sasa kama mzazi, mimi yamenikuta na nimeyapitia nikiwa na msichana wangu. Nimepeleka shule ile form 1, msichana huyo akaingia ujauzito. Lakini mimi nitamshukuru Mungu kwa sababu ujauzito wake haukuwa wa mtoto mdogo, haukuwa chini ya hiyo miaka. Yeye alikuwa amefikisha miaka 18. Kidogo hiyo ilimsaidia. Na hata nilipofika kule mambo na polisi huku na huku, mimi nafikiri kesi ilikataliwa tu polisi, nikaambiwa mtoto amekuwa mtu mzima anaweza jiamulia. Pale ndio nikakosa nguvu ile kesi. Lakini pia hivyo sikufa moyo, nikajua wazi mtoto wangu bado hajapoteza, bado ana afya, bado ana nguvu. Na nikakaa na mtoto wangu, tulishindana sana. Msichana wangu, mamangu rudi shule. Mimi sitarudi shule, ni mkubwa, watu watanicheka. Mamangu nenda college. Mama mimi sitaenda college. Lakini nashukuru kwa ile kukaa na yeye, kumfanya rafiki yeye na hata wale wadogo zake, yeye na vijana wangu pale nyumbani. Mimi wafanya marafiki mpaka saa hii ninavyoongea. Mimi msichana wangu sasa hivi tumekubaliana yuko college. Alitoka akaenda kazi, akafanya kazi, akakuta hiyo hata haitanisaidia. Kila akija namwambia mwanangu, hii kazi itaisha. Unasikia? Na ikisha hii kazi ni uwe uko na kitu ambacho unaweza ukashikilia. Elimu huna, sawa. Form 1 sio kusoma, ni kama class 8.
Sasa mwanangu, mimi nakusihi, ingia college yoyote ufanye kazi yako ya mkono. Hata mume mwingine akikupata kukuoa, atakuwa na changamoto nzuri ndani ya nyumba, juu yeye akikosa, wewe ukipata, mnakuja mnatengeneza kitu kwa nyumba. Msichana wangu sasa hivi tunavyoongea yuko college, yani zaidi nashukuru hiyo. Kulingana na usia wangu kwa vijana wenzangu wa kike na wa kiume kwa ujumla, ni kwamba ni lazima tujue kwamba tumezaliwa, tuheshimu wazazi wetu na tufate maadili ambayo ni mema. Mimba ya mapema kwa msichana, sawa, utapata ujauzito, lakini kigezo cha kwanza zaidi ni tutafute elimu. Kama sasa North Coast imetuletea chuo hapa cha madaktari, lazima ili mimi nikaweze kubadilisha kijiji ama community yetu, lazima nikaweze kusimama na kuweka elimu mbele, ndio nikaweze kufanya nini, nikaweze kufunguka. Ninapofunguka na mtoto mwenzangu nikaweze kusaidia mwingine, basi tuendelea mbele. Lakini kama mimi siwezi nikajisaidia, kweli naweza nikasaidia mwingine? Siwezi. Kwa hivyo lazima tukae katika maadili yale ambayo yanastahili, tufanye tuje chini tujue tunatoa wapi suluhisho. Okay, my name is Sheikh Amani Shaban, the area assistant chief of Bomani Kirebe sub-location in Juju location. Today I'm glad to join my fellow community members with partnership from North Coast Medical Training and CHPF so that we can discuss the topic of teen pregnancies. As it's all over the news that in Kilifi County we are topping when it comes to teen pregnancies. But today we have joined here, me, stakeholders from North Coast and community from Bomani Kirebe. We discuss what causes teen pregnancies, the impact of teen pregnancy to the community, and how we can get to solve them. Second, most of the organization and even the government, we are dealing mostly with a girl child. Mtoto wa kike amepewa kipaumbele, ndo anaangaliwa sana, mpaka imefika wakati tumesahau mtoto wa kiume. Na sahihi as ukiangalia mashirika mengi ya kibinafsi na pia serikali inaangalia sana mtoto wa kisichana, mpaka imefika mahali mtoto wa kiume it's like ameachiliwa. Sisi ambao tuko huku nyanjani, tuko chini, tunaona venye mtoto wa kiume ameachiliwa. Hata tukiangalia upande wa masomo wakati huu, utapata mtoto wa kisichana anafanya vyema kushinda mtoto wa kiume. Kwa sababu gani? Kila kitu tunaangalia mtoto wa kisichana. Tukiachilia mtoto wa kiume akipotea kwa madawa ya kulevya na ukora mwingi ambao umejaza huku chini nyanjani. Ningependa, naomba hata serikali yetu ya taifa, ya kaunti na mashirika yote, as tunaangalia mtoto wa kisichana, hata mtoto wa kivulana naye tusimsahau, manake mtoto wa kivulana amepotea. Naam, kwa kulingana na kitengo cha maadili katika jamii, uko na wasia gani kwa vijana wetu? Mimi kwa vijana wetu, najua wanapitia hali ngumu, wengine wanasema hakuna kazi, lakini hata kama hakuna kazi, kuna ujuzi fulani unaweza kujihusisha than kujiingiza kwa madawa ya kulevya na yuko mjinga wa kushikia watu mapanga usiku na kuiba. Kuna serikali inajaribu sana kuja na colleges na TVET ambazo zinafundisha kazi za mikono. Serikali ya taifa sana inahusisha, inasukumiza ama inatia mkazo watu wafanye kazi za mikono. Wacha vijana waende kwa hizi TVET wapate ujuzi na wajihusishe kwa biashara zao ndogo ndogo.